Hello, habari za sasa hivi. Kwa jina naitwa Mohamed Said kutoka kampuni ya Albiman East African Technologies. Karibu kwenye demonstration hii ya mfumo wetu wa Logisco. Logisco ni mfumo simple, rahisi, umetengenezwa kwa ajili ya kusaidia makampuni yanayofanya fleet management, mostly ambao wana magari na wanafanya biashara ya usafirishaji. Yes, mfumo ni rahisi kutumia, very user friendly, hauna shida, kila kitu kiko sawa na bei yake ni affordable pia. Kwa hiyo tukaribisha Albiman East African Technologies kwa ajili ya solution hii na solution zingine zikiwemo website. Ukiwa unahitaji website tunatengeneza, ukiwa unahitaji kufanya tracking za magari tunafanya, kama unahitaji ERP, yes, accounts, masuala payroll, mishahara na nini, kila kitu kiwe integrated tunafanya pia. Kwa karibu kwenye demonstration hii fupi ni kuelekeze the way inavyofanya kazi, and if you are interested usisite kuwasiliana na sisi, tutakupatia solution hii. Na kama kuna kitu unakihitaji ku extended tutaki extend, kama kuna kitu kibadilishwe, customization and everything is full. Kwa hiyo karibu nikuonyeshe kwa mukhtasari the way inavyofanya kazi. So firstly ukilogin utaland kwenye hii page. Hii ni dashboard kama unavyoiona huko. Hii ni dashboard ama homepage. Hii inakupa summary ya everything regarding your business. For instance, hapa revenue collection yote ambayo ume collect ni hii hapa. Expenses ambazo ni attached na trip ni hizi hapa. General expenses ambazo haziko attached na trip directly ni hizi. Net profit ni hii. Na idadi ya trips ambazo so far hadi sasa umezirekodi ni hizi hapa. Na chini hapa inakuonyesha magari ambayo unayo, na inakuonyesha idadi ya trips ambazo yamefanya kama unavyoona, idadi ya mapato ambayo imecollect, idadi ya gharama. Hapa inakuonyesha general expenses ambazo zimekuwa attached na hilo gari, lakini hapa inakuonyesha net profit or loss, and here inakupa profit margin. Na chini inakupa total, maana zinaweza zikawa nyingi. Ukiopen inakupa breakdown, hizo expenses ni zipi na hizo collections ni zipi. Juu kabisa huku kuna filter, unaweza ukaselect mfano mwezi, unataka mwezi gani, unaweza ukaselect all, na hii mwezi inategemea na data ulivyoingiza. Kama una data za mwezi wa 7, wa 8, wa 9 zote zitatokezea. Kama sasa hivi tuna tu mwezi wa 7 ndio maana ikatokezea, na default itachagua leo mwezi wa sasa tulionao wa Julai. Yes, huku kuna tracks, unaweza ukaselect track kama ni moja au uka clear kwa ajili ya track zote. Hii unaweza uka switch language kwenda Kiswahili kwenda Kiingereza, in case una watu wengine hawaelewi Kiingereza wanaweza wakatumia. Lakini hii unaweza uka switch theme kutoka night mode na light mode, and then here unaweza uka sign out ukatoka nje ya system. So hii ni dashboard, ni homepage. It is just giving a summary of what is going on regarding total collections, expenses and the net profit and the total count of trips. Na hapa inakupa summary of what is that kwenye mfumo wa table. So before anything you will need to have a track on board. Lazima uwe na track umezisajili. Registration is very straightforward. Chini kuna table hapa ambayo ina list all the tracks that you are having, na juu kuna form. So registration ndani ya page moja hiyo hiyo. Juu unaweka mfano hapa niweke hili gari langu BVF Scania. Yes, Scania. Driver Othman Sudi Udei na add. So we have the track tayari, tuna mbili. Unaweza uka edit hapa, unaweza uka delete. Sawa, kwa hiyo we having the track tayari, tumesha add. Trip ni very simple and straightforward, just come here click. Ukisha ku-click itakupa option ya ku-add trip, kama unavyoona kuna form hii kwa ajili ya ku-add trip hapa. Very simple to use. Hata mtoto wa darasa la 7 anaweza kutumia.
And chini hapa kuna table ambayo inakupa list ya trips ambazo tayari umeshazi add. Kama unavyoona tuna hii trip ya Dar es Salaam to Dodoma ya gari hili hapa, tarehe hii hapa. Ukiopen inakupa breakdown of each and everything, so unaweza ukaadi trip nyingine hapa kama unavyoona. Just select the trip, then the track, select the date na default itaweka date ya leo. Unaweza ukachoose date gani, route ni route gani, umetoka wapi umeenda wapi. Hapa kama kuna note, any note unaweza ukakeep inside the trip. For instance, let me add this trip kwa ajili ya demonstration. For instance, Dar to Tanga. Maybe hii trip ni kwa ajili ya LSM company. Kwenye level ya kwanza utaadi tu hizo details fupi, alafu ukisha kuadi hizo details fupi utaiona hii hapa trip yako imekuwa added, utai-open. This time itakuwa haina collections zozote wala itakuwa haina expenses zozote. So utaona hapa kuna table ya collections, yani mapato, lakini kwa sasa ni empty kwa sababu hujajaza chochote. Below it kuna date, kuna nini, kuna form kwa ajili ya kuweka. Mfano tulivyotoka Dar to Tanga tulibeba weight ya kilo 1000, tulibeba weight ya kilo 1000 na kila kilo moja tulichaji kwa reti ya 1000. Let's say kilo 4000, au tuseme tani 10, kila kilo moja tulibeba kwa 500. Currency by default ni TZS, ila ikiwa unachaji current currency zingine mfano USD, Zambia dollar na nini, unaweza ukachange hapo ukaweka. So if you just add, itaingiza kwenye collection, utakuta hapa total ni 500,000, rate ni 500 na weight ni 10,000. And then kuna sehemu hii kwa ajili ya kuadd expenses chini hapa, trip associated expenses. Ukiangalia by default kwa sasa hivi ni empty, hamna. Kwa hiyo unaweza ukaadi mfano diesel, kusema Dar to Tanga tulitumia mafuta lita 200, unit cost labda ni 480. Currency default ni hiyo hiyo. Kama unataka kuswitch kwenda currency nyingine you can switch. Then hii ni rate. Rate hii ita set in case kwa mfano kama una different currencies. Kwa mfano kama umetumia USD, ina maana hapa itaweka rate, conversion rate ya USD kwenda TZS, kwa sababu mfumo unajua kwamba sisi tunatumia TZS. Kwa hiyo ita convert, itaweka ile rate, na rate kuna sehemu huko chini unaziweka exchange rate, ambapo ukisha kuiadi by default ita load your exchange rate, itajaza hapo. Let's say tunatumia tu default currency ya TZS, tuta add hiyo expenses. If you having another expenses tuna add hapa. If you having another collection tuta add. Mfano ulienda na kurudi, now you need to keep labda kuanzia Tanga to Dar, labda kutoka Tanga kuja Dar pia ulipata mzigo ambapo ulikuwa na weight ya tuseme 3000 na ulichaji 1000 kwa kila kilogram. Tuweke hiyo TZS, uta add. Kwa hiyo utakuta hapa kuna hizo collections ambazo umefanya na kuna expenses. Once you are done, uta close tu, na ukiclose utaona hapa tayari imesha kuonyesha kwamba bwana ulikuwa na trip ya Dar to Tanga, this gari kwenye hii tarehe, this ilikuwa ni ile note LSM company, you can keep anything, na total collections ni hizi, total expenses ni hizi, profit ni hii. Sawa. Kwa hiyo unaweza ukaja kwenye dashboard sasa ukaona kuna utofauti. Unaweza ukaselect if you just need this trip, kupata kuna general expenses report.
Kama unavyoiona juu kuna filter huko. Yes, kuna filter juu huko. Unaweza ukaselect track, select I need this. Okay, kuna sehemu hii ni general expenses, I'm sorry, sio kwa ajili ya report. Hii ni sehemu ya general expenses. Unaweza ukaweka zile expenses ambazo haziko attached na gari, unaweza ukaweka. Kama sio general expenses unaweza ukaattach hapo. Ni general expenses lakini zina haziko associated na trip, unaweza ukaadi gari. Ni general, yani gari general expenses zake haziko attached na ile trip. Huku kwenye trip tunaweka zile ambazo ni attached na trip expenses. And finally here we have P&L reports. Unaweza ukaexport ukaprint and whatever. Kuna filter juu kama unavyoona. Then kuna exchange rates unaweza ukaziweka kwa ajili ya kwamba tunatumia currencies tofauti. And finally here kuna users, ambayo kwenye users unaweza ukaona user list ukaweka users. Unaweza ukawapa different privilege. Unaweza ukasema actually kuna roles hapa kwenye users, kuna roles kwa sababu sio watu wote wana role sawa. Hapa tuna role mbili kwa sasa, tuna trip manager na trip viewer. Na trip manager na trip viewer. Kwa hiyo wakati unamuadd user utampa privilege whether huyo ni trip manager au ni trip viewer. Yes. Ukimpa trip manager trip viewer, huko tuna option ya kuupdate hizi role. Trip manager ana role gani, trip viewer ana role gani. Unaweza ukaupdate na kuremove it anytime. Kwa hiyo karibu sana. Kwa uhitaji wa mfumo huu au mfumo mwingine wote, usiache kuwasiliana na sisi. Namba yetu ni 07116150 07116150, au unaweza kutembelea kwenye website yetu albitech.co.tz. Karibu tena, bye bye.